Sikuwa nataka kabisa kuongelea Summer Tides kwa sababu ishapita, lakini ni vizuri litendeka. Mji ulichangamka na watu wakatia hela, ama watu wakutia hela. Uliona mpaka mapasta walichangamka wakaongea. Kuna raha yake mji ukiwa umechangamka, wenyeji wanachangamka, biashara zinakuwa, watu wanatia hela, na hiyo ndo kitu muhimu sana. Hiyo ndo kitu muhimu. Okay, kulikuwa kuna Summer Tides inaendelea Malindi, na pia kukawa na The Bug Diani. Lakini si uliona The Bug haikuongelewa sana. Hata sidhani kama watu wengi walikuwa wanajua kama kuna The Bug ambayo inafanyika Kwale. Kwa nini? Kwa sababu Kilifi County licha ya kwamba Summer Tides huwa inafanyika Kwale kila mwaka ambao ni Diani, lakini haina kelele kwa sababu hakuna influencers wingi wa kuipigia kelele. Lakini Malindi ilipoingia, uliona kila mtu, tiktokers wote wa Malindi walikuwa na kuiongelea, wali hype sana, na ikakuwa kubwa kiasi cha kwamba kila mtu alitambua. Kitu muhimu, hadi governor mwenyewe ali recognize Summer Tides na kaandika katika page yake ya Facebook. Umeelewa? Imagine Summer Tides iko imefanyika Ukunda, kazi zote watu wanapata wa Ukunda ama Diani, lakini hata governor alikuwa ha recognize. County government ya Kwale ilikuwa haijui kama kuna Summer Tides inaendelea. Labda inajua, lakini haikuwa na nguvu ama haikujua ni opportunity gani inaleta katika Kwale County. Ndio maana hawakuipokea na nguvu wala kuihype. Umeelewa? Watu wengi wanapenda Diani, si uongo. Diani kuna event nyingi zinafanyika, watu wengi kutoka Nairobi, kutoka huko up country, wengi wanakwenda Diani. Lakini kuna impact ambayo Summer Tides imeacha Malindi. So far saizi ukiangalia vijana wengi wa Nairobi wanaongelea Malindi. Kwa sababu gani? Ile Summer Tides imeleta impact, na afu pia imewafanya watu wa discover Malindi kwa ukubwa. Vijana wengi wanajua tu Diani kwa sababu huko ndo event ilikuwa zinafanyika sana. Lakini Summer Tides imeleta sura mpya katika Kilifi County, na watu wameanza kujua kuna Malindi. Wale ambao walikuwa washazoea kila siku ni Diani, so wanajua kuna Malindi. Baadhi ya ambao walikuwa wanajua kuna Kilifi nini, wanaenda kushereza huko, but wengi walikuwa hawajui. Sasa watu wamediscover, so watu wakipanga holiday zao, tuseme wanakuja zao Mombasa, of course wataenda Malindi wakaone experience ya Malindi iko vipi, wa experience vile kulikuwa, wajua hata kama tukuja Summer Tides lakini sasa tumekuja holiday, wacha tuende zetu Malindi tukaone ikoje. Hiyo ndio kitu napenda. Ma tiktokers wa Malindi walichukua fursa na kumarket Summer Tides bila wao kujua. Waliongelea sana na ilipiga kelele sana Kenya nzima, ukiangalia ilipiga kelele sana. Ukunda The Bug ilifanyika ya DJ Lighter ndo alikuwa, maana alikuwa ni hot grab audition. DJ Lighter alikuwa huko, lakini haikuwa na kelele. Kwa sababu gani? Watu wa Ukunda wao wenyewe ama watu wa Diani hawana nguvu vile ya kuhype vitu. Umeelewa? So ilikuwa biashara nzuri. Sikutaka tuongelee hayo. Kuna semaje? Hii short ile Brown na Jovial. Sijui kwa nini sikupenda respond ya Otile alipoandika kwamba ulisikia vibaya, sijui mtoto hakuwa wangu ama sijui nini. Haikuwa ifikie huko. Iko upande wangu naona haikuwa ifikie huko. Haikuwa ifikie kwamba munaleta mambo yenu ya ndani ya mapenzi katika ulimwengu wa mziki. Kama ulikuwa mnakulana, si nyinyi kivyenu hivyo, ulikuwa mnakulana ni nyinyi. Sitaki kujua. Tuongelee kuhusu mziki. Jovel amesema ulikuwa unambania, it's okay. Pengine ulikuwa na sheria zako na labda yeye hakuzipenda, unasema na mdomo. Ndio, labda hamkuelewana hapo, lakini kwamba umecatch feelings juu tulienda kupima DNA tukapata mtoto si wangu. Hiyo ndo shida. Lakini watoto wetu wa kike wakiingia katika mziki, hizo ndo changamoto wanapitia. Producer atataka kumkula, mtu ambaye yamsaidia kimziki atataka kumkula. Hakuna
tufanye kazi as a professional. We ni msanii, mimi nimekuja nawekeza, tufanye kazi, lazima atataka kuliwa. Wanapitia tabu sana watoto wa kike, lakini itafanyaje? Ndo hali halisi. Ukikubali unaingia, unaliwa, na kesho ndo kama hivyo habari zinakuja zinatoka, zinasemekana uko na kiazi kinakuuma kwa sababu mtoto DNA haikusema mtoto ni otile. Hivyo ndo otile anavyoclaim, lakini sikutaka ingekuwa imefikia huko, ingekuwa tu waongelee tu kuhusu muziki nini basi. Hivyo ndo liko kumi nafikiria, lakini hii mambo ya kwamba mimba nini haitusongezi mbele. Haitusongezi mbele, japo tu wambea wanataka tu wapate habari, wauze, pate views na malikes, lakini sikuwa nafikiria ende hivyo. Au ndo maoni yangu, lakini watu wanaweza ongea vile wanavyotaka. Yes. Nimewahata siku mingi jo, siku mingi sijakuwa hapa. Susumila will be in Qatar date 13 August. Atakuwa hapa, atakuwa na show hapa. Taangalia kama nitafika juu hiyo siku niko kazi, lakini taangalia nafasi ikipatikana, lazima nene nikasupport, cause mi napenda sana wasanii wa Kenya, tena haswa kutoka Mombasa wakija kufanya show nje ya nchi kama huku Qatar. Napenda niwe pale kutoa support, kwa sababu ni vizuri sana. Wasanii hatutoki, so unajua tunapiga tu show za pale pale ndani ya Kenya. So tukipata nafasi msanii wa Mombasa kukuja mahali kama huku na watu ambao wako huku na kutoka Kenya, let's show support. Mwanzo wa kutoka Mombasa, kutoka Kwale, kutoka Taita Taveta, to show support, tujitokeze. Ijumaa itakuwa tarehe 13 mwezi wa 8. Kiingilio kwa saizi ni 50 rial, but ukifika kwa gate itakuwa 70. So tujitahidi tutokee, tuenjoy. Susumila atakuwa pale, atatutumbuiza. Yes, ana ngoma nyingi kali, so I believe watu wataenjoy. Tafanya bidii, nataka nisikose. So nitaona vile nitachakachua nifike, ni enjoy. At least mara moja kwenda kujipa furaha si mbaya. Tunajua tunapambana sana na kazi, so nafasi ikitokea kwenda kula sherehe mara moja tu kwa mwaka, kale sherehe. Ona ya Echo ilikuja tukaenjoy. So hii pia tujitokeze, tuenjoy, tusupport wasanii wetu na tuendelee kusukuma. Kama vipi? Ni hayo tu, ama semeje jamaa? Sukuma dole. Mtalibani halisi. Okay, Mtalibani halisi nimeona performance zao hizi za juzi za World Cup, ulikuwa pale Mama Ngina, I think World Cup match final ikiwa inaoneshwa. Na performance bro, alafu security. Makamanda waliingia, niliona performance yao kwa Captain Nyota YouTube. Makamanda waliingia, walikuwa na security, wakaperform. Mtalibani halisi aliingia akaperform, hakuwa na security, watu wanamzunguka, watu wanakuja. Mtu mwingine pia ni Pelzi, Nevermind. Security muhimu kwa show kama zile, security muhimu. Kama wenye organizers hawajaika security wao wa kuwalinda, jaribu kutafuta security wako, kwa sababu una perform, hakuna barriers. Fans wanakuja, wanakuzingira, umeelewa? Paka inabidi sasa ngoma isimamishwe, watu waondolewe, ndo uendelee kuperform. So security muhimu. Tafuta tu mabonsa 2 3, tuanze tu kwa event. Ulizia kwanza event yenyewe iko vipi, labda umeenda rehearsal, umeona wamekuwekea security ama hakuna. Alafu ukishaona hakuna security, beba wako. At least uprotect image yako, uprotect lolote lile linaweza tokea. Mashabiki wanakupenda, mtu anaweza kuja akakurukia, akadamage shati yako, tools zako zile umepigilia kidogo zika. So tujaribu kuinvest kwa security, hata kama si wa
kila siku, lakini ukiwa na event unahakikisha unatafuta bana, wewe na wewe nataka ABCD, twendeni tukafanyia shughuli. After hapo waondoa hao, wanaenda zao, unabakia wewe kama wewe na issue zako. So hiyo ndo muhimu. Kama msanii lazima ujibrand, na kujibrand moja hapo ni hakikisha una security. Ukiingia mahali hivi, umeingiaje? Usiingie kitoto, ingia na mshindo, at least watu washtuke, sema ya kweli umeona jamaa na mabodyguard nini nini pale. Piga show yako, gotea mafans, kawaida ni muhimu. Peana mikono nini nini, gotea, mambo iko sawa, ile haina shida. Lakini kuna security wako, ndo mafans wasijaribu kukutoa katika mood ya kuperform, wanaelewa, kukuvuta vuta nini, ona. So ni hayo tu, sina mengi mimi. Endeleeni kufanya kazi poa, napenda kazi zenu. Tuendelee kusupport wasanii wetu jamaa. Yes, yani Tulia podcast. I just miss you guys. Tuendelee tusukume, tajitahidi. Hiyo tunasukuma kitu kila wiki. Ni mikiki. Alo, we.